Kwa Salasia anasema kijana mdogo lakini umepotea njia. Juzi umeonekana kuvuta bangi hadharani. Unavuta bangi hadharani ukijipiga picha. Namba 2, huna bibi na pesa unao, shida yako nini? Ama wewe ni sago? Tafuta bibi wewe Salasia. Waje kutatiza Raila. Alafu pili, natoa onyo kwa wale ambao wanatukana Raila. Hata hapa Changamwe natoa onyo leo kwa bunge live kwa kamera. Chuma yeji kwa motoni. Baba lazima apewe heshima yake. Hatukatai mcriticize, lakini tumia heshima. Uliona jana Makatu vile alipelekwa mbio. Si uliona jana? So unapopinga baba, pinga na style. Makatu si uliona jana mambo? Unapopinga baba, pinga na style. Lakini wana speaker, naomba msamehe haraka iwezekanavyo. Maana yake ndio namba 9 ya Wiper. Siona Wiper leo imefanya kuokolewa na Msomali tu hapo. So mimi nasema kwamba Salasia unavuta bangi hadharani. Salasia unatukana Raila. Salasia leo ndio maharibu kabisa, umetukana Wajaluo wote. Hata naomba wale wakuchukulia watu hatua wa kuleta hate speech wa msamo na Salasia. Huwezi kusema Wajaluo ni wajinga, Wajaluo siji nini, Wajaluo siji nini. Na Wajaluo sisi tuko kila mahali Kenya. Tunaweza amua Salasia hakuna mahali utatembea, hata hapo Mumias. So naomba Salasia, wewe ndio GNC. Hii ndio utawala wa GNC. Hii ndio utawala wa GNC. Hii ndio utawala wa GNC. Kevin, hata wewe ni GNC, ni uji ndio unakunywa nyingi tumbo kubwa, lakini wewe ni GNC. So nasema kwamba mpira ya jana ni withdraw na mimba inaonekana. Ni withdraw nini sasa? Mheshimiwa. Si ile? Tuelewane mheshimiwa. Ni withdraw nini? Wenye vitambi ni ishara ya utajiri. You cannot withdraw the obvious. It is there, ndio hiyo unaiona. Hii yangu ni uji. Na wewe 20 years. Hii yangu ni uji. Wewe ni carbohydrate mingi na mboga kidogo. So Bwana Speaker, anamaliza kwa kusema ya kwamba Swali. Nini Kevin? Umeng'ara. Kwa swali. Siogope swali. Asante. Wajua utamanager anaongea vitu vingi na anakashifu watu. Lakini mwamjua yeye? Wewe una mke? Wewe una mke? Atajibiwa tu. Umeongea kuhusu wanawake na watu na mabibi. Mimi niko na mke. Wewe uko na mke? Atakujibu. Wewe uliza uende, atakujibu. Very simple. Atakujibu. Wajua ana mke. Nikimaliza. Wewe umjui. Sisi twamjua. Wewe nyamaza. Ana mke. Kitu ya kwanza. Kitu ya pili, wewe ukai Mumias. Sisi ndio Waluya. Sisi twajua Waluya twapiga kura vipi. Kitu ya tatu, wewe na baba nendeni mkale kwa serikali na matumbo yenu hayo makubwa. Thank you. Kwa jibu ya kwanza, Bwana Kevin, mambo ya bibi ni bibi yangu naweza jua. Kama unataka kuchukua hiyo nafasi, mimi siko hapo. Sawa ndugu yangu? So nasema kwamba Salasia, jana ilikuwa ni mpira. Na mpira ulikuwa ushapangwa kutoka juzi. Ruto must go. Paka banners kaandikwa. Ruto must go. proceed. Wakawa wamenunua tiketi zote. Wapatie vijana. By saa 5 wao wameanza Ruto must go, Ruto must go. Mbona wakati wa Uhuru hawakusema Uhuru must go? Mbona wakati wa Kenyatta baba hawakusema Kenyatta baba must go? Mbona wakati wa Kenyatta kijana hawakusema Kenyatta must go? Ikiwa ni wakati wa kabila zingine ndio must go. Kwa sababu gani? Ndugu zangu ni wa Kalonzo, jameni, mtabaki peke yenu. Sioni Wakikuyu wako hapa kura. So jipangeni mapema, mrudi ndani ya nyumba. Kwa sababu namaliza mheshimiwa, Kalonzo aliitwa na Ruto usiku. Wakakutana. Sababu zungumza mna Kenya. Wakakutana. Akaambiwa chukua hizi wizara, Kalonzo akakataa. Baadaye Uhuru akamwambia Kalonzo usichukue. Uhuru alifanya nini? Alirudi nyuma na akachukua hizo wizara zote na akapatia kabila yake peke yake. Alimdanganya Kalonzo. So ndugu yetu wa Wakamba, mimi niwaambia nilikuwa Kitui Mtomo, karibu na Nzamani. Wageni wa Nairobi, tenteni nyinyi. Wageni wa Mombasa, lunch, uji moto na maembe ya apple. Upinzani ni ngumu jamaa, ingieni kwa serikali. Ingieni kwa serikali. Joseph Bwere. Don't rush, uenda wapi?
Withdraw a statement. We cannot say that you cannot demean community nzima. Sasa na mimi Kitui zamani, mimi na Kitui zamani ni wapi? No. Kitui Mutomo. Si nilikuwa huko. Nasema we cannot say that they live the Maembe na Uji pale. We are demeaning that. Tuliambiwa watu wa Nairobi tent yenu ni ile. Lunch time sasa. Watu wa Mombasa tent yenu ni ile. Uji moto, embe apple. Uji moto, embe apple. Salasia ameshakuwa controversial politician. Controversial ni kwamba mtu ambayo anacheza siasa za TikTok. Siasa za TikTok ni kwamba wewe ndio upige kiuzi teke hivi, kamera ichukue, upate likes, upate pesa. Amekuwa mwanasiasa ambaye anatumia TikTok kutafuta pesa. TikTok ya kwamba ni kwamba haende achafue jini ya mtu mkubwa, apate followers, apate pesa. Kuna siku wasema amekuwa akitafuta kiki kupitia TikTok. Ndio inampatia haki amtukane baba, ndio inampatia haki avute bangi aonyeshe kwa TikTok na amesibievu kama kiongozi. Hiyo ndio inampa haki shwari kama kiongozi. Hilo tuambie. Asante sana Bwana Speaker. Swali nzuri sana ambao umeniuliza. Na nitakujibu polepole tena kwa makini sana. Ndio tusipoteze hii mwelekeo. Salasia aliingia kwa siasa kama msarakasi. Ana usiasa ndani wake, anafanya sarakasi ndio aonekane. Na hiyo sarakasi ambayo ndio afanye ndio aonekane imemfanya kwamba yeye hajui kupima maneno ambayo anasema. Hajui akiongea kwa follower wa mtu, akitusi mtu mkubwa, huyo mtu akona mtu nyuma yake. Kwanza sasa hivi nimesoma kwa simu hapa, ameandika kwa wall yake ya Salasia kusoma. Anasema alipigwa na Wajaluo ambao hawajatahiri, ambao ni kitu kibaya, ambao unafaa au withdraw. Hata si mimi sikesema hapa. Tu alifanya kwa samehe, alikuwa anaweza kuua hata mmoja. Na so nauliza, kweli huyu anafaa? Salasia kulingana na wenye inaonekana inafaa peleke petition kwa bunge na bunge imsimamishe, kwa sababu amesema ya kwamba kwanza next time atawapiga risasi moja kwa moja. Kwa ufupi afai. Salasia, Mheshimiwa Salasia ni mwana sarakasi. Mimi nimejaribu kufuatizia mikutano yake nyingi kule kwao. Ukiwa na mikutano ama mazishi, hata haja pewa microphone anatoa vita. Salasia anapenda vita. Salasia anateleza ulimi, anaongea maneno machafu. Amefuata mkondo wa Moses Kuria pale nyuma. Naona ni kama anavaa viatu vya Moses Kuria. Sasa mimi natoa ushauri wangu kwa Salasia. Tafadhali jaribu kupima ulimi wako kabla hujaongea neno lolote ambalo linaweza kudhuru watu wengine ama linaweza kuleta tension katika nchi. Mheshimiwa Spika, tutachukua usiku mzima ama mchana mzima hapa tukizungumzia mlevi mmoja anaitwa Salasia. Ndio imetukalisha hapa, tukae hapa jioni mzima tukizungumza ule mlevi mzima Salasia na mvutaji bangi, ambayo kila kona yeye yake ni vita tu. Hata tungekuwa tumechukua mada nyingine tukazungumze kuliko hii Salasia. Mheshimiwa Speaker, according to me, mimi nilikuwa najua Salasia alipigwa na watu wa Gabon jana. Na kumbe nikifika hapa nikaja nikapata Salasia alipigwa na watu wa Gachagua. Gachagua alipangia Salasia njama apigwe, na yeye pia kwao kule anafurushwa na vijana. Si ni malipo ya Mwenyezi Mungu tuliona jana. Thank you. Are you trying to politics this thing? No politics. Is it confirmed that Gachagua people came to punish Salasia? Why did you mwanzo wewe mwalimu Speaker, wakati Red Pen alileta mambo ya stage managed here, you refused. Why did you refuse? Mheshimiwa Speaker, mimi nikiwa shule kuna wanafunzi walikuwa wanaweza fanya drama ukafikiria amekufa. Anaanguka chini mpaka ukadhania amekufa. Kumbe anajua kuna kitu mbele yake ama anataka kwenda nyumbani. Anajua kuna maths inakuja. Na anajifanya ameanguka chini amekufa kabisa, apeleke hospitali ndio aepe lesson. Tunajua Salasia was such kind of the student. Ali stage manage peke yake ile yake ya jana wakiwa na watu Munyoro ili ionekane Raila. Alianza kitambo Mheshimiwa Speaker.
kumdhalilisha Raila Amolo Odinga. Anajifanya kuwa yana Raila ndio agonganisha Raila na wafuasi wake wengine, wakati tunajua wazi kuwa aliyefanya kila kitu ni watu wa Munyoro. Na tunashukuru Mungu Speaker alivyopanga hivyo, na yeye pia akakutana na vijana kule kwao, walimpigia fujo kweli kweli. Sasa mimi kivyangu, mimi yangu ni machache sana, nitazungumza kimachache kwa hii agenda peke yake ya Salasia. It is very sad to discuss Salasia before the out of the floor, because Salasia kila akifika vile waliambiwa ni fujo na ni kijana mdogo. Tumemuita tukamkalisha chini,